Pendwa mtazamaji wangu, nakukaribisha katika kipindi cha Biblia iliyoota mabawa. Biblia iliyoota mabawa ni mchungaji Lemareka Kibasisi. Karibu. Mungu Mwenyezi, wema wako ni mkuu. Tunaliinua na kulitukuza jina lako lililo kuu sana. Wewe ulituumba kisha ukatukomboa. Tunakukaribisha kipindi hiki ukambariki pendwa mtazamaji kwa kunibariki mimi mtumishi wako ninene ipasavyo. Kwa jina la Yesu Mwokozi, amen. Biblia iliyoota mabawa kisha linganisha mtazamo wa viumbe vya asili pamoja na mtazamo wa neno la Mungu. Hivyo ni vitabu viwili ambavyo vinashabihiana, na ndio maana ninatumia lugha ya bustani ya Edeni kuelezea bustani ya neno ambayo ni Biblia. Hivyo vitabu viwili tumeambiwa vinaenda sambamba na vinasaidiana. Ufunuo wa Mungu wa ujumla na ufunuo wa Mungu wa pekee. Ufunuo wa Mungu wa ujumla kupitia viumbe vya Mungu ambavyo vinaonyesha ukuu wake na uwezo wake. Lakini pia kuna ufunuo wa kipekee kupitia neno lake na kupitia maandiko matakatifu yaliyoandikwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Leo nina mada inayosema mduara ndani ya mduara. Mduara ndani ya mduara. Mtu mmoja anaweza kadhani ya kwamba ninaongelea habari ya Ezekiel. Hiyo ni habari ya mihuri ya makerubi katikati ya maandiko matakatifu, jinsi Biblia ilivyo na mada zinazofanana. Lakini kabla hiyo tusikie wimbo kidogo hapo, mpendwa mtazamaji wangu. Msifu Bwana mfalme na muumbaji, roho yangu msifu, kwani ndiye Mwokozi. Msifuni mnaomsikia, jiungeni tumsifu. Msifu Bwana kiongozi wa ulimwengu, atuficha mabawani na kutuhifadhi. Hatuoni vile anatujali, astahili sifa zote. Msifu Bwana mwenye hekima na nguvu, atupenda kwa upendo usiopimika. Kwenye dhiki atatupa faraja, chini ya mabawa yake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe sana. Mduara ndani ya mduara. Ukiangalia vizuri katika kitabu cha Mwanzo, kuna mifululizo ya 4 kwa 4. Nimesema kuna matukio makuu 4. Alafu kuna wazee mashuhuri 4. Haya matukio makuu 4 yanadhihirisha udhaifu wa binadamu. Yanadhihirisha anguko na upungufu na anguko la wanadamu. Na hawa wazee 4 wanajaribu kutumika na Mungu kuonyesha mpango wake wa kukomboa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika kitabu cha Mwanzo peke yake tunaona mduara wa makerubi 4 juu ya makerubi 4 ndani
makerubi wanne. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hilo fungu la makerubi kwanza tunalipata live, yani tunalipata lenyewe katika Mwanzo sura ile ya 3. Mwanzo sura ya 3 fungu la 24. Anasema hivi: basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Upanga wa moto uliozunguka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Bwana asifiwe sana. Baadaye kwenye Agano Jipya ndio tunakuja kugundua kwamba huyu njia anayelindwa na makerubi ni Masihi wa Mungu. Ndiye njia hiyo. Inapatikana, ni kusomee katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari ule wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo turudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Hao makerubi wanne ni kama ishara au alama za kumwendea huyu aliye njia, kama ishara au alama za kumwendea huyu aliye njia, kweli na uzima. Na napenda nikwambie kwamba haya matukio makuu manne yanaonyesha udhaifu au hitaji kuu la binadamu ni Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, katika uumbaji, kazi ya Mungu ya uumbaji, anapomuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake, pamoja na kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, hangeweza kuishi mwenyewe bila kumtegemea Mungu. Kwa hiyo mwanadamu akajikuta ana chaguzi mbili: kuchagua awe na Mungu na kumtegemea na kumwamini na ahesabiwe haki katika imani kwa Mungu. Haki kwa imani maana yake kumtegemea Mungu, kutegemea kuishi kwa kumtegemea Mungu aliyeumba. Bwana asifiwe sana. Maana yake tunaingia katika pumziko. Pumziko maana yake ni kwamba tuko tayari kumngojea Mungu atufanyie kile ambacho hatuwezi kujifanyia wenyewe. Tunaingia katika pumziko la Sabato. Pumziko la Sabato ni zaidi ya amri. Lile pumziko la Sabato ni kumwalika mwanadamu kuja kumtegemea Mungu, ni kutulia kimya na kupumzika katika kazi ambayo Mungu ameimaliza. Bwana asifiwe sana. Baadaye tunakuja kukuta katika Agano Jipya Yesu akiweka rahisi kwa jinsi hii. Wale watu wanaitwa Mafarisayo waliwahukumu wanafunzi kwa sababu walipita kwenye mashamba na kujaribu kuchukua matunda yale au mazao yale ambayo yapo mashambani na kutafuna njiani huku wakitembea. Na hapo sasa wakamkuta Yesu na wanamshtaki kwamba hawa watu hawa wanavunja Sabato kwa sababu wanafanya isilo halali, kwa sababu wanapokwanyua yale matunda yale ni aina ya uvunaji, na wanapopukusa kwenye mikono ni aina ya usagaji. Hebu sikiliza vizuri, hebu nielewe, namba usinielewe vibaya. Kwa hiyo wakati huo huo wanapowashtaki wale wanafunzi kwa Mwokozi, wakimwambia kwa nini wanafanya lisilo halali siku ya Sabato, Yesu anawaambia yeye ndiye Bwana wa Sabato, anaelewa Sabato alivyoiandaa. Katika bustani ya Edeni hakukuwa na haja ya watu kuvuna, hakukuwa na haja ya watu kusaga chakula, hakukuwa na haja ya watu wa kuasha moto kupika, kwa sababu walikuwa wanaishi kwa kula matunda yaliyo fresh katika bustani ya Mungu. Kwa hiyo wanajaribu kuwashitaki wanafunzi bila kujua chanzo cha Sabato ilikuwa ni wanadamu kupumzika katika kazi ya Mungu aliyoikamilisha. Yaani walikuwa hawana hatia, na ndio maana walikuwa wanaishi kama bustanini, wako na Mwokozi wao, halafu wanakula matunda ya mashamba. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana Yesu aliwaambia, njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema mjitwike nira yangu, maana nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu ni mlaini. Yale masharti ya Mafarisayo yalifanya maisha yawe magumu zaidi, lakini uwepo wa Yesu unafanya maisha yawe mazuri. Kwa hiyo
lile fundisho la haki kwa imani halikueleweka vizuri. Ndio maana Adamu na Hawa walipiga kura ya kutotambua serikali ya Mungu, lakini matokeo yake ya kula lile tunda waliokuwa wamekatazwa, maana yake wameamua kujitegemea, na Mungu akawaambia, sasa mtoke kwenye bustani niliyoiandaa, kwa sababu mnajiweza mkalime, ila najua matokeo ya kwenda kulima kule mtajaribu kujisustain, mtajaribu kulima na kuhangaika kutafuta maisha, lakini mavumbini mtafanya nini? Mtarudi. Ndio maana waliambiwa siku mtakapokula hilo tunda, ina maana mmepiga kura ya kutoitambua serikali ya Mungu. Lakini katika Ibrahim tunaona mzee wa imani anaitwa kuwa baba mpya wa mataifa, kujaza nafasi ile ya Adamu. Anakuwa baba wa mataifa kwa sababu Adamu alianguka, na anaambiwa katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Sasa anapewa jina jipya, anaitwa Abraham, maana yake baba wa mataifa. Ni kwa sababu gani? Yeye Mungu alipotoa ahadi akaamini na akahesabiwa haki kwa sababu ya imani hiyo. Unaweza ukasoma kutoka sura ile ya 15 fungu lile la 6. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Alimwamini Mungu. Mungu alipomwahidi kwamba atampatia uzao, tena utakuwa mwingi, anasema ukiweza kuhesabu nyota za mbinguni, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Ibrahim akawa muasisi wa imani ya Mungu muumbaji. Bwana asifiwe sana. Na hivyo akahesabiwa haki kwa imani. Maana yake ni kwamba binadamu anatakiwa, hatua ya kwanza ya ukombozi wake ni kumwamini Mungu aliyeahidi. Katika uzao tunaokolewa. Bwana asifiwe sana. Tunaokolewa katika uzao wa Ibrahim, ambaye ni uzao wa haki kwa imani. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna tukio lingine la pili. Hilo linaitwa tukio la ukombozi, mpango wa ukombozi. Maana yake ni kwamba wanadamu walipoanguka dhambini, Mungu akaweka mchakato wa ukombozi uanze kutekelezwa. Na ndio maana Mungu aliposhuka akawatafuta wanawe, mko wapi? Adamu na Hawa, mko wapi? Wamejificha. Kwa nini wamejificha? Ni kwa sababu wanaona aibu, wana uhitaji. Walikuwa wamejaribu kusukasuka, walipoasi wakasukasuka yale majani ya miti ili ikiwezekana wajifunike aibu ya uchi wao. Lakini Mungu akawasaidia. Alipowaita akawaambia kwamba mtaweza kuokolewa kwa imani katika kondoo wa kafara. Ilibidi Mungu achinje kondoo wa kafara na kunyang'anya ile ngozi ya kondoo na kuwavika Adamu na Hawa, kuonyesha ya kwamba pamoja na kuhesabiwa haki kwa imani, bado tunahitaji dhambi yetu ifunikwe, uchi wetu ufunikwe, aibu yetu ifunikwe. Tunahitaji kupewa haki kwa imani. Tunahitaji kondoo afe kwa niaba yetu. Na ndio maana tunaona mzee wa pili ni Isaka. Yeye alitolewa kama kafara mlimani, lakini akawa ni ishara ya mwana wa ahadi anayekuja kumkomboa mwanadamu. Na Isaka alipokubali, Mungu akasema, sasa angalia, ni Mungu ndiye atakayempeleka mwanawe pekee, sio Ibrahimu kumtoa Isaka, bali ni Baba wa mbinguni kumtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Akapatikana kondoo wa pale mlimani. Mungu akaitwa Yehova Yire, Yahwe Yire. Maana yake katika mlima wa Mungu itatolewa, yani Mungu atatoa. Yeye ndiye atakayetoa hiyo sadaka ya ukombozi. Bwana asifiwe sana. Napenda nihitimishe kwa matukio haya mawili. Tukio la tatu ni tukio la safina ya Nuhu. Safina ya Nuhu, kwa sababu ya wanadamu wamejiharibia maisha yao wenyewe kwa sababu ya kumkosea Mungu, na gharika ikaingia duniani. Nuhu akaokolewa kupitia maji. Lakini tunaona wazee, yule mzee wa tatu anaitwa Israel, maana yake mshindi, na hilo jina alilipata baada ya kushinda dhambi kwa kumuomba Mungu sana na kumlilia, na hatimaye Mungu akasikia kilio chake, na malaika wa agano akambatiza katika mto ule
tributary, Yaboki tributary ya mto Yordani, ni tawi la mto Yordani. Na alipobatizwa, hapo ndio tunaanza kupata somo la ubatizo. Tunahitaji tubatizwe, tunahitaji tutakaswe kwa damu ya mwana kondoo, tunahitaji kutakaswa kwa maji, kuzaliwa upya kwa maji. Lakini tunaona hatua ya 4 ni mwanadamu sasa anapojaribu kutafuta utukufu ili wasife, ili wasiangamie. Wanatafuta kujiokoa wenyewe kwa kujenga mnara ambao kilele chake ni mbinguni. Lengo lao ilikuwa ni kutafuta chanzo cha gharika ili wakakomeshe. Alafu lengo lao pia ni kujiokoa kwa matendo yao. Walikuwa wanatafuta kujijengea jina. Sasa hili jina litakaaje? Watu wenyewe watakufa tu. Kwa hivyo walikuwa wanahangaika na tatizo la kifo. Na ndio maana walikuwa yale majengo yale yanaitwa ziggurat, ilikuwa ni majengo ambayo ni ngazi inayoenda kileleni, na walipofika kule kuna madirisha yanayotazama angani kuangalia nyota za mbinguni, ili ikiwezekana na wao wapate uzima kama wa nyota za mbinguni kwa kuziabudu nyota. Wanadamu wanafanya makosa, wanaabudu nyota, wanaabudu sayari, wanaabudu jua, wanaabudu mwezi. Lakini tunaambiwa katika upande wa pili wazee mashuhuri wa 4, tunaona yule mzee anayeitwa Yusufu. Yeye ndiye anayeota, anaota kwanza. Hatua ya kwanza, anaota mganda wake unasimama katikati, na ile miganda ya ndugu zake kumuinamia. Ndugu zake wakasema, wewe utakuwa mkuu kuliko sisi. Wewe unakuwa muota ndoto, wewe unakuwa una kiburi, wewe kijana. Lakini sasa tunaona Mungu anampatia ndoto ya pili. Ndoto ya pili, anaona nyota 11, jua na mwezi vikimuinamia, vinamzunguka yeye na kumuinamia. Alafu ndipo baba analalamika, anasema, unamaanisha baba yako na mama yako na ndugu zako utakuja kukuinamia? Ndugu zake walikuwa ni 11, yeye anakuwa wa 12. Kwa hiyo sasa zile nyota 11 ndugu zake, jua linawakilisha baba yake mzee Yakobo, na mwezi linawakilisha mama yake. Kwa hiyo Mungu anapomuonyesha ndoto hii, baadaye wanakuja kugundua ya kwamba maana yake ni kwamba unapojidhili Mungu anakuinua. Lakini ule utawala wa nyota ni majibu ya Mungu kwa wanadamu wanaotafuta kudumisha majina yao, kujitukuza wenyewe kwamba wataweza kushinda kifo. Wanadamu majina yatapotea kwa sababu wote watakufa, lakini watakao dumu milele ni wale watakao tukuzwa katika imani ya mwana wa Mungu ambaye amekuja akajishusha, akajidhili, akawa mtumwa, akawa mtii hata mauti. Kama Yusufu alivyojidhili, Yusufu akakubali kujidhili kwa ajili ya haki na kuteseka kwa ajili ya haki, Mungu akamuinua. Ndivyo mwana wa Mungu atakavyotukuzwa, na kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na wale wote watakaomfuata, wanaomfuata Mungu, anasema watakaa milele na milele, kwa sababu watatukuzwa, watashirikishwa asili ya Mungu, wataitwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na huyu ndiye Yesu ambaye kwa jina lake kila goti litapigwa. Kama Yusufu alivyoinamiwa na ndugu zake na akawasamehe ndugu zake na akawasaidia ndugu zake, akafadhili walimwengu wote kwa sababu ulimwengu wote walienda Misri kupata chakula, ndivyo jina la Mungu litakavyotukuzwa kwa ajili ya mpango wa ukombozi. Bwana akubariki tunapohitimisha somo hili kwa wimbo. Bwana asifiwe sana. Hakika Mungu wetu ni mkuu. Heshima na utukufu ni zako Mungu wetu, twafungua roho zetu kama jua asubuhi. Osha dhambi zangu zote, fukuza giza na shaka. Wewe ndiye mwenye uzima, leo tupe mwangaza. Kazi zako za ajabu maji waonyesha, malaika wasujudu wakikusifu wewe. Miti, milima na mabonde vyadhihirisha upendo. Ndege, visiwa vya maji tumsujudu Mungu. Unatusamehe dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hao ni waimbaji wanaoitwa Sauti za Tenzi. Application inaitwa Sauti za Tenzi na imetubariki sana. Basi tuombe. Mungu Mwenyezi, wema wako ni mkuu. Mbariki mpendwa mtazamaji popote pale alipo, kwa jina la Yesu mkombozi. Amina. Katika pendoni wako tutaishi kwa upendo, kwa furaha tuvute